Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Hii ni sehemu ya baadhi ya wanatimu wa Injili. Tunamshukuru Mungu, tumesafiri salama, waliotoka Dar es Salaam, waliotoka Mtwara, na wengine kutoka Dodoma, na wengine wako njiani wanakuja kutoka Morogoro. Kwa hiyo tumeshafika, tumepokelewa jana usiku na wenyeji wetu. Tunamshukuru Mungu sana. Na tuko tayari kwa kazi, kuanza kazi kuelekea kwenye ushuhudiaji. Usipoamini na kumwamini Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, dunia tuliyo nayo inakwenda kuisha na maisha tuliyo nayo ndio yanaisha. Mimi hapa kabla hii sina miaka 40, sio kwenye miaka 70 ya Mungu nimebakiza mingapi? Chache sana. Chache sana. Sasa hii michache usipomtegemea Mungu, ujana huo mzee, ila Biblia inasema usipoamini na kupokea Injili, maana yake wewe umeshakufa. Ila pia unaweza kujiuliza, sasa mimi na dini yangu, mimi na nini? Lakini iko hivi, nikwambie Samuel, kakaangu, ndugu wangu, ndugu yangu, sawa? Soma kwenye kitabu kile cha Ezekiel, Biblia Ezekiel 17:27 anasema dhambi ya yoyote anayetenda dhambi itakuwa juu yake. Manake mtenda dhambi, anayetenda dhambi, dhambi hiyo itakuwa juu yake. Baba hata uchukua uovu wa mwana, wala mwana hata uchukua uovu wa nani? Kila mtu atahukumiwa kutokana na kile alichofanya hapa duniani. Na maisha tutapiga starehe, tutafanya mambo mengi. Mimi kabla sijaokoka nilikuwa naishi mtaani. Jera nimekaa, lakini nilikuwa mtaani, naishi mtaani. Yaani hivyo mambo haya, mambo ya barabara. Nikapata neema ya kushuhudiwa na kuambiwa habari kama ninavyokuambia wewe. Nikapata hiyo neema. Nilivyoipata hiyo neema, mimi nilikubali. Nilipokubali nikawapata wafadhili, nikawapata wale wa Samaria wema wakanisaidia, nikasoma ile hali ya kuishi mtaani tena ikawa tena. Kuna baba mmoja wa Tanga huko Tanga anaitwa Mzee Kopera. Mimi na ikiwa sisi bora pale. Tunamshukuru Mungu kwa kuishi kusoma kupata kazi, na kazi shika kwa mimi maisha yangu na kuzungumzia mimi. Sizungumzii blaza yangu hapa. Basi nizungumzie yule hapana. Nazungumzia mimi mwenyewe yali. Hatukulisi hela. Tukalisi kitu kibaya ambacho Mungu akipendi. Sasa huo ulisi ambao tulilisi, Mungu anamtuma Yesu aondoshe ule ulisi. Unisamehe kabisa. Mungu, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Futa jina langu katika kitabu cha dhambi. Baba Mungu, na kuomba unilinde, unitunze, unipe nguvu ya kushinda dhambi. Unipe uwezo wa kufanyika mtoto wako. Na kushukuru Mungu kwa kuwa sasa ni mtoto wako na sasa sina dhambi. Baba, katika jina la Yesu Kristo naomba walinde hawa, uwatunze, wahifadhi, uwaepushe na mikono mibaya kuzimu, nguvu za giza, uchawi, vyote vinyamaze kimya kwao. Malaika wako akae mbele zao akiwahifadhi daima siku zote. Mfalme, na waficha mikononi mwako nikikuamini Mungu wangu uliyetoka. Ukimwamini Yesu Kristo, tukamkubali, tukapata ondoleo la dhambi, tunageuka kuwa watoto wa Mungu. Ukipata shida, ukisemea Mungu nisikie. Acha kidogo. Unatutotwa. Mtoto kanyoka kakaanguka degedege. Kana garagara chini. Unasema Mungu, yule Bwana aliyekuja kunifundisha mambo ya Mungu alisema nikikuita wewe muda wa shida unasikia. Leo ndo nataka unisikie, mwanangu awe mzima. Mungu anasikia kweli. Na atakuponyea mwanao kupitia kinywa chako mwenyewe. Hautobeba kupeleka kwa sangoda hapo chini. Utamuombea humu ndani wewe mwenyewe na mtoto wako atakuwa mzima.
anasema wote waliompokea Kristo Mungu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, na ndio hao watakaoweka mikono juu wanaoumwa, juu ya vichwa vyao wanaoumwa, nao wakapata afya. Tuna machangamoto, tunatoweka kama maua, tunakauka kama miti. Unashangaa mhubiri aliyekuwa anatuhubiri kwenye banda ameitwa yuko, kwa nini nitakataa kufa? Au utakataa kufa? Hatuwezi kukataa, ni amri kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo hakuna mtu awezaye kunipinga. Au kumbe tunapopata nafasi ya kuweza kuzungumza maneno ya Mungu, tuzungumze maneno ya Mungu aliyo makamilifu. Na makamilifu ya Mungu ni toba tu, hakuna kingine zaidi. Hatuzungumzia habari ya madhehebu wala kabila. Tunazungumzia habari ya kutengeneza sisi na Mungu wetu. Sisi wote tumeumbwa na Mungu. Habari ya madhehebu ni kama tu mgawanyiko, hao waabudu vipi, hao waabudu vipi. Na wote hao wanamtafuta Mungu. Na kuna njia jehanamu. Hivyo viko wazi. Kwa maana tunatamka tutakuwa tunapuuzia, lakini tutavifikia tu. Siku ambayo tutavifikia ndio tutajua kwamba kumbe ilikuwa inasemwa kweli, kwamba ni uzima wa milele mbinguni au mauti ya milele jehanamu. Maisha haya naweza kujifanya wewe ni mzuri sana kwenye sura kwa watu, lakini ndani ya moyo wako unayofanya maisha yako yanakushuhudia wewe mwenyewe unavyofanya na unavyoishi na unavyoenenda hata kwenye jamii. Lakini dhambi ni ya mtu binafsi. Siku ile tutasimama kwenye kiti cha enzi cha hukumu cha Mwenyezi Mungu. Kila mtu atahukumiwa kwa makosa na dhambi. Kwa ndugu zangu, vijana wenzangu, rafiki zangu, wakazi wenzangu, nipende kuambia kwamba hakuna aliyemuona Kristo, hakuna atakayeuona ufalme wa Mungu kama hakuamini. Kama kufanya nini? Hakuamini. Na ukiamini na ukapokea uzima itakusaidia sana. Na anasema utapokea msamaha. Utapokea neema ya nini? Ya msamaha. Haijalishi kama umefanya dhambi ngapi, haijalishi umefanya maovu mangapi, lakini ukimkiri Kristo Yesu, maana yake unachagua kwa